tunapigiana makelele. Kwani ualimu ni wito kweli kweli. Ndio maana mimi baba yangu alichakataa kazi ya ualimu, akasema siwezi kufanya kazi ya kanisani hiyo. Kazi ngumu, mshahara wenyewe mdogo. Watoto wananiita hadi mashuleni. Mwalimu! Nataka upate kile kitendo ambacho umenifanya. Mungu ibariki Afrika, bariki viongozi wake, heshima, umoja na amani. Sisi tubariki Tanzania na watu wake, ibariki Afrika, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Habari mwalimu. Popo. Vipi, mboni umefikia hapa? Nimefikia hapa. Jambo la kwanza ni kwanza lazima uimbe wimbo wa taifa wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, kuipa heshima na thamani kubwa namna gani ualimu ni wito, sio kupangiwa. Kwa hiyo jukumu la kwanza, mwalimu yoyote akiripoti shuleni lazima afike sehemu kama hizi kupiga heshima ya mwisho. Sio ya mwisho, sio yenyewe, heshima hiyo. Kwa hiyo hapo nimetoa heshima. Sasa kiongozi, mbona hujafika ofisini kwangu? Hapo labda ningekuwa sipo, ungekaa hapa paka muda gani? Nitakuja. Ofisi yako wapi? Nitakuja. Sasa kuongea sana na nyinyi. Naombeni tieni wanafunzi niweze kuzungumza nao. Nyinyi ngeni ofisini kwenu chap. Haraka. Haraka sana ofisini chap. Jeshi limeingia ofisi. Mwalimu mfupi jina langu. Haya. Kwenda. Kivala. Haya. Tutawasiliana, nakuja hapo. Niite wanafunzi. Hili ni jambo la ajabu. Haya. Karibu ofisini kwangu. Niite wanafunzi. Wanafunzi? Haya sasa, nimeingia Generali. International Brigadier. Sawa. Wanaingia ofisini kwao. Nataka kuwaonyesha hawa. Mwalimu mkuu. Come, jo hapa. The pupils school, jo baba. Na kitu fulani tuongea hapa kidogo. Kuhusu mishahara. Hizi shule zinakosa mishahara baba. Mishahara yenu hapa mnapewaga juma ngapi? Kiongozi, nimekwambia maswala yote tutaenda kuongelea ofisini. Hivi tunakaaje hapa na kuongea? Wewe umekuja mgeni wangu, inatakiwa ufike ofisini kwangu. Nitakuja. Mbona nipa mitihani? Alafu hivi kweli uko sawa? Mimi? Niko sawa. Jua kali. Ndio karibu ofisini. Haya. Uje wanafunzi tayari? Bado. Shule yenu na ukame. Nimeletewa kisanga. Nzima mimi. Lakini tutaenda sawa. Karibu mheshimiwa. Haya. Twende ofisini. Haya, nakuja.
twende ofisini. Tusilazimishane na kuja. Ni shule ya moto. Habari mwalimu. Safi. Sijui huko. Salama. Kinaendelea nini kuhusu upotaji wa yule mwanafunzi mwalimu? Lakini Madam Sambusa, si unaona bala tulikuta leo? Tulikuwa tunamsubiri mwalimu wetu. Na mwalimu alikuwa na changamoto kupitiliza. Toka tulipokea simu na mpaka hivi ndio ameingia na umeona mabalalo tulikuta pale. Baada hii tuliweke sawa kwanza hivi tuanze kuulizana kile kisanga tuloletewa tunamalizana nacho vipi. Hili swala la mwanafunzi lipo tu. Tutapambana nalo na tutajua tunamaliza vipi. Kweli hata mimi ananichanganya. Lakini nimeuliza tu kutaka kujua. Na kuhusu ujua yule mwalimu mgeni mimi pia unanichanganya. Bwana, sina imani kama yuko timamu kichwani. Kwa vile vitu alivyokuwa anaonesha pale, sina imani naye kama yupo kamili kichwani. Ila la muhimu zaidi, tuombe Mungu tuangalie tunapambana vipi. Na hili swala la mtoto aliyepotea, mimi na imani ndio kwanza leo siku ya pili. Na nimetoa taarifa polisi na kwenye kata Wagambo nao wanajumuika. Na wanakijiji tulivyowatangazia nao wanapambana kuangalia tutampata vipi mtoto. Nina imani tutampata. Nimeuliza hivyo kutaka kupata majibu tu. Kama unaendelea kufanya kazi, sawa, ngoja tuone. Ngoja nikaendelea na kipindi darasani maana na kipindi form 2. Hamna shida. Mambo yanaendelea vizuri lakini. Vizuri kabisa. Basi, kaendelee na majukumu. Sawa. Ondoa shaka ili swala sisi tutaliweka sawa. Yule ni mwanafunzi wetu na lazima tupambane. Na unajua sifa za wanafunzi wa kike. Huenda amefungiwa na wavulana au la. Pamoja tuna mashaka hayo, lakini yule ni mtoto wa kwetu na yupo shuleni kwetu. Lazima tupambane apatikane. Wewe nenda kaendelee na majukumu. Sawa mwalimu. Hamna shida. Sasa vijana, kwanza mnatakiwa mshukuru sana Mungu wenu sababu mmepata mwalimu ambayo ana degree 3. PhD, sio degree, nimevuka kwenye degree. PhD 3. Kwa hiyo tunatakiwa tufundishane pia maisha fulani. Unajua lazima tuwe na maisha nje ya hivi vitu. Si ndio jamani? Tuwe tunafundishana mfano. Kucheza kamari nyumbani huko. Usikubali unakuja hapa shuleni hauna hata 200 ya kuja kula sambusa. Cheza kamari. Ukija kukamatwa mwambie mwalimu mfupi amesema tucheze kamari kwa maslahi ya kujitetea. Si ndio maana? Ndio. Si ndio maana? Ndio. Lakini pia tunatakiwa kuacha ngono zembe. Nyinyi bado wanafunzi wadogo sana. Kwa hiyo haipaswi mkitoka hapa muende tena nyumbani mkakutana na baadhi ya vitu tofauti kwa pana. Soma kwanza, elimu kwanza. Mfano, juzi nilikuwa kule nikafundisha kitu kimoja kinaitwa pai mara kipenyo. Pai mara kipenyo. Naandika tu Kiswahili bwana wewe. Sawa sawa? Mara kipenyo. Kipenyo. Hapo ukiwa dereva bodaboda yeye kusaidii. Msanii wangu mmoja anaitwa Makopa Libungu, dereva bodaboda. Hii haimsaidii mpaka leo. Kwa hiyo tumeshipiga nini? X. Kwa hiyo jitahidini kusoma lakini msiwe kama mtu ambaye dereva bodaboda. Inamsaidia nini dereva bodaboda? Chukueni yale masomo malaini.
Sawa? Example, participle tense, continuous. Thank you very much. Possible. Start up comment. Viewers. Unasoma vitu vya viewers and view. Nani anajua maana ya viewers? Nani anajua maana ya viewers? Hamjui maana ya viewers? Nani anajua maana ya viewers? Viewers ni kukosekana kwa maji mwilini. Ndio inaitwa viewers. Sasa? Ndio. Ukisikia neno drones. Hii drones huwa ni mboga fulani ambazo zinatakiwa kutumika kwenye ubwabwa. Tuko pamoja? Msikubali kwenda nyumbani kama endapo nyumbani mkiona kuna ugali usiku na mchana, fanya mpango. Tafuta drones. Drones hii ukichanganya unaweza kupata mboga nyingi sana. Tumeona? Mimi shuleni nilikotoka, nisiwadanganye wanafunzi, niongee ukweli. Shuleni nilikotoka walikuwa wanafaulu baadhi ya wanafunzi kwa mwaka 2. Elimu kubwa sana hiyo. Tupige makofi. Kati ya wanafunzi 1400 walikuwa wanafaulu 2. Na nikapewa kwa wilaya. Wakaniambia huyu anafaa apewe kwa wilaya. Sasa hivi nimevuka. Mimi ni mkuu wa wilaya kwenye hilo jimbo ambalo mpaka sasa hivi siwezi kuwatajia. Tuko pamoja? Nikahamishiwa sasa kuja kuwafundisha. Kwa hiyo leo tutaishia kwenye hili somo. Tujue maana halisi ya drones ni kichanganyio cha mboga kinachochanganywa kwenye ubwabwa. Sasa lakini pia maana ya neno view tumeelekezana. Na wapa leo zoezi kubwa, mkirudi nyumbani lazima mtafute ya kwamba drones unaipata wapi. Na mkitumia drones kwenye ubwabwa, wallahi nawaahidi nyinyi mtakuja kuacha kula ubwabwa. Mkiona wazazi kila siku wanawapikia ugali, uza mahindi, nenda kanunue mchele huko. Yaani wewe mchele wewe unasikiliza tu kwenye redio, watu wanakula. Chukua mahindi jagi 3, nenda kubadilishana na mchele jagi 1. Sasa msikubali kula ugali kila siku. Ugali unavimba humu. Tumeelewana jamani? Ndio. Tuko pamoja jamani? Ndio. Someni sana mje kuwa walimu wa bunge na maafisa usalama na TRA. Mtanishukuru nyinyi. Kuna mwenye swali? Sana mwalimu. Mimi sina swali ila nina ushauri mwalimu. Kwa nini usikirudisha masomo ya michezo? Tukaweza kusherehekea wote. Sisi tunapenda kucheza michezo bwana. Na sanaa pia iwepo mashuleni kwetu huko. Shuleni kwenu? Mbona unasemaje? Mwalimu, ungetokea kipindi cha utaji maana sasa hivi tuna rosto. Una akili wewe. Nasema hivi, swala la michezo limezingatiwa kwa 100%. Yaani nimewani naomba jamani. Mungu anaacha kunipa vipaji vyote, akaja kunipa mwalimu. Kanuni ndo. Unajua wewe binti, hiki kijiji chenu nimegundua hiki, wazazi wenu wote hawana akili, wote. Sijamwacha hata mmoja. Wote hawana akili. Kwa sababu kama wangekuwa na akili, wasinge uruhusu wewe binti manane kama haya usiku uko na mwalimu wako hapa. Wao hawajui hata uko wapi, maskini ya Mungu. Hawajui sijui hata nisemaje. Sasa hawa wanakuwaje na akili? Kama unashindwa kuwafundisha mbinu nzuri za kutegua mitego kama hii, mitego ya kifataki kama hii, hawajawapa. Hawana akili ndio. Hivi ni kwa nini unatukana wazazi wetu wamekosea nini? Yaani nakunywa bia kama niko Kempinski. Kuna sehemu moja wanaita Kempinski. Mimi nawatukana wazazi wako, narudia hawana akili kwa sababu
Wangalikuwa na akili wewe wasingekuhusu uje hapa. Licha wewe kuja hapa, wenda hawajui maskini ya Mungu kama sasa hivi unakula bata na mwalimu wako mfupi, hawajui. Lakini walitakiwa kwanza wakupe ratiba kurudi nyumbani kama mwanafunzi. Mwanafunzi unatakiwa kurudi nyumbani saa 12. Unaoga, unaosha vyombo, unafanya kazi ndogo za ndani, unaangalia television kidogo. Alafu sasa unakwenda kulala baada ya kujisomea. Lakini nyinyi mnaonekana saizi huko baa. Mnakunywa. Sasa nitawasemaje wana akili kama wana uchungu wa elimu? Wewe nakufananisha kama wale mabinti fulani Dar es Salaam. Kuna baa moja maarufu mzuri hiyo, nitakupeleka siku moja. Inaitwa Atutoi Pub. Hiyo inaleta watoto wazuri wengi, kanga moja, tarumbeta. Kuna watu wengi, watoto ni wengi wanasoma, wanaingia kwenye haya maklabu haya. Alafu asubuhi wanawahi, wanakwenda kujiandaa, wanaingia shuleni. Shuleni unakwenda kusoma au unaenda kulala mbwanyi? Unakwenda kulala, sababu unarudi saa 11 baa. Unaenda kujitafutia riziki za kununua madaftari. Nini mbwa? Kwa hiyo unaenda kutafuta madaftari hapo, wazazi wana shughuli gani? Kaingia wa blow. Alafu mkifika pale mnasingia darasani na kugonga na chaki. Siku ya mitihani sasa mnapata 0.0, ufike hata 6 wala 2.5. Kwa nini? Kwa sababu tunaendekeza starehe na tamaa. Ndani ya miaka 20 unachukua dawa dirishani namna hiyo. Umekuwa jinga pumbavu. Wewe sasa nitakwenda kukufundisha elimu moja hivi. Kunywa bia zangu. Nitakufundisha kitu fulani. Hadithi inaitwa kachori. Utafurahi wewe. Kunywa. Unapenda kunywa vya mwalimu wako? Unakosa useme sitaki. Siku nyingine amenifuata mpaka baa. Kunywa. Na kwani wewe urudi. Ukirudi leo. Halo dada. Salama, habari za huko? Huku sio salama sana. Kwani mwanao Sifuri yupo huko? Dada, nilitaraji kuwa mwanao atakuwa yupo huko. Kwa sababu leo inapata kama siku ya 3 hajafika hapa nyumbani. Kwa imani yangu nilijua labda atakuwa yupo huko kwako, amekuja kupumzika.
Magugu! Magugu! Mambo Magugu! Nakuonea wivu sana pindi ninapokuona ukiwa unasoma. Maana mimi nishakuwa na elimu kubwa sana kushinda hao walimu wako huko shuleni. Magugu, nakuombea sana usome sana kwa bidii. Ila usifaulu mtihani. Kawasalimie sana wanafunzi huko shuleni pamoja na walimu wako. Na cha mwisho, onyo, usimwambie mtu yoyote kuwa umekutana na mimi hapa.